Basi tunaweza tukaketi. Bwana Yesu asifiwe. Bwana ni mwema na wakati wote. Basi kwa wasaa huu somo letu litakuwa limejengeka sana katika kitabu cha Wafalme wa Pili. Kitabu cha Wafalme wa Pili na ile sura ya kwanza. Na kabla hatujafika hapo, basi tutaanza Wafalme wa kwanza sura ya 22 kuanzia mstari wa 51. Kwa hiyo tutajikita hapo. Na somo letu la masaa haya na jioni ya leo lina kichwa kinachosema, je, hapana Mungu katika Israeli? Au unaweza ukasema, je, ni kwa sababu hapana Mungu katika Israeli? Ama unaweza ukalipa kichwa kinachosema, Baal-zebub, mungu wa Ekroni. Kwa hiyo ndicho kichwa cha somo letu la jioni ya leo. Na nitasoma kitabu cha Wafalme wa Pili sura ya kwanza. Anasema, ikawa baada ya kufa kwake Ahabu, Moabu wakawaasi Israeli, na Ahazia akaanguka katika dirisha la chumba chake orofani katika Samaria, akaugua. Akatuma wajumbe akawaambia, nendeni mkaulize kwa Baal-zebub, mungu wa Ekroni, kwamba nitapona ugonjwa huu. Lakini malaika wa Bwana akamwambia Eliya Mtishibi, ondoka uende ukaonane na wale wajumbe wa mfalme wa Samaria, ukawaambie, je, ni kwa sababu hapana Mungu katika Israeli hata mnakwenda kuuliza Baal-zebubu mungu wa Ekroni? Basi sasa Bwana asema hivi, hutashuka katika kile kitanda ulichokipanda, bali hakika utakufa. Eliya akaondoka. Mstari wa 5 anasema, wale wajumbe wakarudi, na mfalme akawaambia, mbona mmerudi? Wakamwambia, mtu alitokea akaonana nasi akatuambia, nendeni rudini kwa mfalme yule aliyewatuma, mkamwambie, Bwana asema hivi, je, ni kwa sababu hapana Mungu katika Israeli hata mnakwenda kuuliza kwa Baal-zebubu mungu wa Ekroni? Swali hilo anaulizwa. Basi kwa ajili ya hayo hutashuka katika kile kitanda ulichokipanda, bali hakika hutakufa. 7 akawaambia, je, mtu yule aliyetokea akaonana nanyi akawaambia maneno hayo, akaonana nanyi akawaambia maneno hayo, alikuwa mtu wa namna gani? Mfalme wa Ahazia anauliza swali. Wakamjibu wakamwambia, alikuwa amevaa vazi la manyoya, tena amejifunga shuka ya ngozi kiunoni mwake. Anaendelea kwa kusema, naye akasema, ndiye yule Eliya Mtishibi. Mstari wa 9, ndipo mfalme akatuma akida wa askari 50 na 50 wake wamwendee Eliya. Akamwendea na akamwambia, akamwendea, na tazama alikuwa ameketi juu ya kilima. Akamwambia, ewe mtu wa Mungu, mfalme asema shuka. Eliya akajibu akamwambia yule akida wa 50, ikiwa mimi ni mtu wa Mungu, na ushuke moto kutoka mbinguni ukuteketeze wewe na 50 wako. Moto ukashuka ukamteketeza yeye na 50 wake. Basi tufumbe macho tuombe. Asante Baba Mungu ishie mbinguni unayetupenda, tunakualika sasa katika somo na ibada ya masaa haya. Nena nasi, nazungumza nasi kupitia jina lako Yesu, amina. Kitabu hiki cha Wafalme wa Pili sura ya kwanza ni mwendelezo wa masimulizi ya mfalme Ahazia
ambayo yameanzia katika kitabu cha Wafalme wa Kwanza sura ya 22 mstari wa 51 mpaka wa 53, ambayo yanasema ya kwamba Ahazia mwana wa Ahabu alianza kutawala juu ya Israeli huko Samaria katika mwaka wa 17 wa Yehoshafati mfalme wa Yuda. Akatawala miaka miwili juu ya Israeli, akafanya yaliyo mabaya machoni pa Bwana, akaiendea njia ya babaye na njia ya mamaye na njia ya Yeroboamu mwana wa Nebati aliyewakosesha Israeli. Akamtumikia Baali, akamwabudu, akamghadhibisha Bwana Mungu wa Israeli kwa mfano wa mambo yote aliyoyafanya. Kwa hiyo kitabu hiki cha Wafalme sura ya pili, Wafalme wa pili sura ya kwanza kinaendeleza yale masimulizi yanayotoka kwenye kitabu cha Wafalme wa Kwanza sura ya 22 kuanzia mstari wa 51 na kushuka chini. Na ndipo sasa anapokuja kuanzia kwa watu wa Moabu, ya kwamba wa Moabu waliwaasi wa Israeli, mahali ambapo mfalme Ahazia alikuwa anatawala juu ya Samaria. Waliwaasi Israeli. Kwa nini waliwaasi? Unaposoma kitabu cha Samueli wa pili sura ya 8 mstari wa 2, au unaweza ukaisoma sura yote, utakuja kugundua mfalme Daudi aliwachukua wa Moabu mateka, akawamiliki na walikuwa watumwa wake, utakaposoma hiyo sura. Na baada ya muda Biblia inakaa kimya mpaka wakati ambao wa Moabu wanakuja kudai uhuru wao. Na taifa hili la Moabu ama watu hawa wa Moabu walianza kudai ama kupata uhuru wao kipindi ambacho kulikuwa kuna vita za mfululizo mara baada ya kufa mfalme Suleimani ama mfalme Solomon. Kwa hiyo baada ya kufa tu mfalme Solomon walianza kudai, kipindi ambacho Israeli wanapigana vita katika wakati huo. Lakini kwa maelezo zaidi utaenda kusoma sura ya 3 ya Wafalme wa pili kwa ajili ya kuelewa zaidi. Lakini unaposoma kitabu cha Samueli Wafalme wa Kwanza kuanzia nadhani sura ya 19 hapa kwenda mbele mpaka 22, utakutana na mtu anayeitwa Omri. Lakini pia utakutana na Ahabu ambaye ndio baba yake Ahazia, ambaye walikuwa wanawatesa sana watu wa Moabu. Lakini pia baada ya kifo cha Ahabu na ugonjwa wa Ahazia, alipopatwa na ugonjwa mara baada ya kuanguka kutoka juu ya gorofa, ndipo walipopata nafasi, opportunity, chance ya wao kuanza kufanya mapinduzi na kudai uhuru wao. Na na jambo hili ni jambo ambalo lilikuwa la kawaida sana kwa jamii za zamani. Kama mfalme fulani amekufa, basi wanafanya hayo mapinduzi kwa ajili ya kupata uhuru wao. Kwa hiyo unapoendelea utasoma hiki kitabu cha Wafalme wa pili sura ya 3 kuanzia mstari wa 4 mpaka wa 27. Kwa hiyo sasa katika kusoma sura yetu ya Wafalme wa pili sura ya kwanza, unakutana na maneno baadhi ambayo yamezungumzwa hapo. Ya kwanza utakutana na Baal-zebub. Na pili utakutana na swali ambalo linaulizwa, je, hakuna Mungu katika Israeli? Ama je, kwa sababu hakuna Mungu katika Israeli hata mkaenda kumuuliza Baal-zebubu mkuu mungu wa Ekroni? Kwa hiyo utakutana na hayo maneno. Kwa hiyo katika siku ya leo nitaelezea hapo na nitaelekeza ni nini kilichokuwa kinazungumza na ni nini Mungu anahitaji sisi tufanye katika wakati wa sasa kupitia hayo mafungu mawili. Na hayo maelezo yote niliyokuwa ninayasoma yanatoka katika kitabu inaitwa Seventh Day Bible Commentary Volume 2 ukurasa wa 846. Unapokutana na Baal-zebub, Lord of Flies, kifasihi ndivyo ambavyo inamaanisha, yani bwana wa nzi. Maelezo hayo utayakuta kwenye hiyo commentary ambayo nimeitaja. Lakini unapokuja kwenye Agano Jipya, Baal-zebub ni the prince of demons, yani mwana wa mapepo waovu, au unaweza ukasema kiongozi wa mashetani.
Lakini pia Agano Jipya linamzungumzia Beelzebub kama mkuu wa mapepo. Ndio maana sehemu fulani Yesu walimkashifu kwa kumwambia neno kama hilo. Kwa hiyo utasoma Mathayo sura ya 10 mstari wa 25, lakini pia Mathayo sura ya 12 mstari wa 24 na Marko 3:22. Kwa hiyo anamaanisha mkuu wa pepo, kiongozi wa mashetani au mwana wa pepo wa ovu, Beelzebub, yani the prince of demons. Lakini unapoendelea kusoma unakutana sasa na Mungu wa Ekroni. Katika Biblia katika Biblia unapozungumzia Mungu wa Ekroni, ilikuwa inaaminika ya kwamba alikuwa akitoa taarifa kuhusu mambo yatakayotokea baadaye. Ndio maana watu wengi walienda kuuliza. That's why Mfalme Ahazia aliwatuma watu wake kwenda kuuliza kwa nani? Beelzebub, mungu wa Ekroni, kwa sababu inasemekana alikuwa anatoa utabiri wa mambo yatakayotokea baadaye. Ahazia ni mgonjwa, ameanguka kutoka kwenye chumba cha juu gorofani, yupo kitandani. Anawaagiza wafuasi wake waende wakaulize kwa Beelzebub, yani mungu wa Ekroni, ya kwamba je, nitapona ama nitakufa? Kwa hiyo Ekroni, kwa kuwa alikuwa anaaminika ya kwamba anajua mambo yatakayotokea baadaye, ndio maana aliwaagiza hivyo. Naposoma kitabu cha Ellen G. White Bible Commentary Volume 2 ukurasa wa 137, ukurasa wa 137 utakutana na neno lifuatalo: the voice of the prince of darkness, yani sauti ya mkuu wa giza, ambapo unakutana na maelezo haya. Mungu wa Ekroni alizaniwa kutoa taarifa kupitia makuhani wake, yani ambao walikuwa wanatumika katika sehemu hizo, kuhusu matukio yajayo. Idadi kubwa ya watu walienda kumuuliza mfano Mfalme Ahazia, lakini unabii uliotolewa pale na taarifa zilizotolewa zilitoka moja kwa moja kwa mkuu wa giza, yaani shetani. Na hii nukuu wao wameichukua kwenye Review and Herald ya Januari 15 mwaka 1914. Kwa hiyo walipokuwa wanaenda, chanzo sahihi na aliyekuwa anayetoa taarifa hizo alikuwa ni mkuu wa giza, yaani shetani, ibilisi na joka, kama ambavyo anatajwa kwenye Ufunuo sura ya 12 mstari wa 7 mpaka ule wa 9. Kwa hiyo huyu Ekroni anasemekana alikuwa hivyo. Kwa hiyo tushamfahamu Beelzebub, mungu wa Ekroni, ni nani na kazi yake alikuwa anaifanya ya namna gani. Swali: je, hakuna Mungu katika Israeli? Je, ni kwa sababu hakuna Mungu katika Israeli? Mungu ndiye mshauri wako, na daima tuko katika hatari ya kuonyesha kutomwamini Mungu wa mbinguni tunapofuata ushauri na mashauri ambayo wanadamu ambao hawamtegemei Mungu na wamepungukiwa sana na hekima katika mambo ya kiroho. Mfalme Ahazia alifanya hili kosa, kwenda kuuliza kwa miungu mingine tofauti na Mungu wa mbinguni. Ni ishara ya kwamba alikosa imani kwa Mungu wa mbinguni. Ndio maana alienda kuuliza kwa watu ambao hawamjui Mungu, yaani kwa miungu ambayo haina hekima ya mambo ya kiroho. Amekosa hekima hiyo, imani yake imepungua, anawakosesha watu kama ambavyo baba yake Ahabu na mama yake Yezebeli waliwakosesha taifa la Israeli. Na yeye tunaambiwa ya kwamba alifanya mabaya kuliko wote, lakini pia aliwakosesha watu wa taifa gani? La Israeli, mahali ambapo yeye alikuwa anatawala. Kwa hiyo tunapofuata ushauri wa wanadamu wasiomtii Mungu na ambao hawamtegemei Mungu, waliopungukiwa sana na hekima katika mambo ya kiroho, kiasi kwamba kufuata hukumu zao wenyewe watazuia kazi. Kwa hiyo tunapofanya hivyo, tunaonyesha kutomwamini na kumtii Mungu wa mbinguni. Hawamtambui Mungu kuwa hana mipaka katika hekima. Tunapaswa kumkiri katika mashauri yetu yote.
tunapomwomba tunapaswa kuamini kwamba tunapokea yale tunayoomba. Bwana Yesu